you jinsi wewe a well-trained priest in the Anglican Church, wewe umefuzwa vizuri katika kanisa Anglikana, you can follow a person unaweza kumfuata mtu calling himself a prophet. anajiita nabii. I told them, listen, Nikawaambia sikiza, I am not following the person. mimi simfuati mtu, I am following the voice of God. ninafuata sauti ya Bwana. He is the voice of God. Yeye ni sauti ya And Mungu I will follow it. na mimi nitamfuata. And I told them, listen, Na Bishop, nikawaambia sikizeni maskofu, there's nowhere in the Bible hakuna mahali katika Biblia where it says ambao yasema you follow the voice of the bishop. tunafuata sauti ya askofu. God raises a prophet in the land Bwana anainua nabii katika so that nchi the church may hear the voice of God ili kanisa wasikie sauti ya Mungu and follow what God is saying. na wafuate kile ambao Mungu And so I am yasema. addressing you, Sasa church. mimi nawaambia The kanisa, Anglican Church, kanisa la we Kianglikana must change. lazima tubadilike. Pentecostals, I want also to tell you. Pentekosto pia nataka niwaambie, When I was in England, wakati nilikuwa I came Uingereza, across a signpost nilikuta signpost that is saying, ambao yasema this is Pentecostal church that is gay friendly. hii ni kanisa ya Kipentekote ambao inapendezwa na ushoga. A Pentecostal church that is gay friendly. Kanisa la Kipentekote ambao unaupenda ushoga. Homosexuality has come in the Pentecostal churches also. Ushoga umeingia katika kanisa la Pentekote. And why is this happening? Kwa nini haya yatendeka? It's because of the dollar. Ni kwa sababu ya dola. Today, Leo even in the church here today, hata kanisa la hapa leo in Kenya, hapa Kenya we have bishops tunayo maskofu who are following that. ambao wanaifuata hayo. Even recently they came up. Hata hivi majuzi walitokezea. Even in the Anglican church in Kenya, Hata katika kanisa la Anglikana hapa they Kenya came up and went to Canterbury meeting. walitokezea na wakaenda katika The mkutano wa London meeting. Canterbury. When you ask them, they say, we are just friends. Wakati tuliwauliza walisema sisi ni marafiki tu, Because they are our donors. kwa sababu hao ndio How wanapatia can pesa. money make you bow to the devil? Jinsi gani pesa inaweza kukufanya uiname? Your stomach is leading you to sin. Tumbo lako inakuongoza kwa dhambi. You must stop this. Lazima uwache haya. Anglican church. Kanisa la Kianglikana, When you come in the Anglican church, wakati umeingia ndani ya you will kanisa la find Kianglikana, that some bishops utakuta kuna maskofu are buried inside the church. wanazikwa ndani ya kanisa, They are buried on the altar. wanazikwa kwenye madhabahu. Where even when we were in Tanzania, Wakati tulikuwa in the Tanzania, Lutheran church, katika kanisa la they Lutheran, buried one bishop this side walimzika askofu mmoja and the other kasema, one this side. mwingine That kasema. is defilement. Hiyo ni unajisi. That is defilement Hayo ni on the unajisi sanctuary of the Lord. katika We karne ya must Bwana. stop this. Tutakomesha hayo, We must stop this. lazima tukomeshe hayo. Pastors who are here, Wachungaji walio hapa, during the elections, wakati wa uchaguzi we took sides. tulichukua We upande, went into campaigns. tulienda katika, One pastor said na mchungaji he mmoja left akasema the flock aliwacha and went to campaign for his brother akaenda kwa campaign kwa ndugu zake to become an MP. ili awe ni MP. What have we done as a church? Tumefanya nini kama kanisa? We leave the flock of Jehovah Tunawacha kondoo za and Jehova, then we go to politics. kisha tunaenda katika mambo isiyo sawa. When God started judging Kenya, Wakati Bwana alianza when kuhukumu people Kenya, are fighting, wakati watu walikuwa one of wakipigana, the pastors mmoja wa wachungaji went and carried a bag of sugar alienda akabeba gunia moja ya sukari in one of the shops that were being looted. kwenye duka moja ambao walikuwa kipora mali. Bodabodas came to me and told me. Wakati ndugu mmoja alikuwa Bodabodas told me, bodaboda akaniambia, if the pastor carried a bag of sugar, ikiwa mchungaji alibeba gunia ya why sukari, shouldn't I take one? je, kwa nini mimi nisichukue? We have assumed Jehovah God. Sisi tumeaibisha And so Jehova. I repent because of that. Sasa ninatubu kwa sababu
sababu ya hayo, during the fightings, wakati ya some pastors, wachungaji wengine they were going to say, the Bible says, walisema kwamba Biblia a yasema nation will rise against nation. taifa itainuka juu ya taifa And so lingine. it is time to take a sword and kill this other. Sasa ni wakati wa kuchukua upanga na kuua mwingine. We have killed. Si tumeua. That is sin. Hiyo ni dhambi. Pastors, Wachungaji they are the ones who are giving food to those boys who are putting stones on the road. hawa ndio walipeana upanga kwa wale vijana ambao. Where was God at that time? Mungu alikuwa wapi wakati huo? Where was God at that time? Mungu alikuwa Are we wapi wakati serving huo? the right God? Je, tunatumikia Mungu Are we aliye sawa? serving Jehovah? Je, tunamtumikia Jehova? We have let God down. Tumemwashisha We have ashamed Jehovah. tumemwaibisha Jehova. Pastors, we Wachungaji don't have even off. You know, we cannot even stand before the congregation hatuwezi kusimama mbele ya and umati tell them anything na kuambia chochote because we participated. kwa sababu I'm told somewhere ninaambiwa mahali the young people had the arrows. vijana walikuwa na mshale They put in the pickup, na waliweka ndani ya and the pika, pastor came and prayed for them before they went. na mchungaji alikuja akawaombea kabla So hawajaondoka. it is a cry today. Sasa ni As kilio we bring leo, all this, jinsi tunaleta haya yote, as we bring all this, jinsi tunaleta haya we want to yote, bring out everything. tunataka kuleta kila I kitu. know that the others who are coming, we are coming to bring out everything that we may be healed. Najua kwamba wengine wanakuja Kutoa kila tutoe kitu. sote, Leo ili tunatoa kila kitu. tunatoa kila Bwana kitu apate kutusamehe. ili Bwana Hallelujah. atusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Praise Bwana the Yesu Lord. asifiwe. Praise the Lord. Ninaenda kuleta toba kuhusu kanisa ya Kianglikana mara tena, I am praying again repentance on behalf of Anglican. na ninaenda kuongea kuhusu jinsi ukweli umepotea mala pale. I want to speak the way the truth has disappeared from that place. Katika kanisa ya Kianglikana In the Anglican Church, hakuna ukweli mara nyingine, there is no truth in most of the times. kwa sababu tukiongea kuhusu mambo ya ubatizo, When we speak about baptism, kuna wale watu ambao tunafanyia ubatizo katika njia ya kunyunyuza maji, there are people we baptize through sprinkling of water. ambapo sasa hivi tunajua sio njia nzuri, Now we know that was not the truth. lakini bado nashangaa But I'm still kwa surprised sababu kuna hao watoto ambao sheria inasema wale waliozaliwa nje ya ndoa ama waliozaa kabla hawajaolewa. because there is a law that says those who are born out of marriage, Utapata watoto wao wanakuja wanabatizwa baadaye, they come and they are baptized after. alafu wengine wanasema ukiongea vizuri na mchungaji mtoto atabatizwa tu. And they say if you speak well with the priest, your child will be baptized too. Yamaanisha kuna uongo ndani ya kanisa ya Bwana. That means there is a lot of lying in the church of God. Pia tumeongoza watoto wa Jehova katika njia isiyostahili, Again, we have led the children of Jehovah in the wrong way kwa sababu wengi wamepoteza mali yao katika njia ya desi, this kind because of pyramid. most of them lost money during those things that were being called desi. Na ukitazama vizuri wale waliokuwa wanaongoza kuhusu desi ni makasisi wa Anglikana. And if you look, you will find that those who are leading those desi are Anglican priests. Na hata ukitembea kokote wengi wao waliathiriwa. And most of them, they went into a lot of problems. Wamesababisha wengine kutengana kwa sababu ya pesa ambayo ilipotea mala pale. They have caused families to separate because of the monies that were lost during those times. Wengine wakawa wawenda wazimu. Others became mad people. Wengine sasa hivi wanaugua kuna pressure. Others are suffering from depression right now. Wamepata depression because walipoteza pesa nyingi mno. They lost a lot of money and now they are suffering from depression. Kwa hivyo imesababisha hata watoto wa Jehova kwa kutoelewa. They have caused the children of Jehovah due to lack of knowledge. Naomba Mwenyezi Mungu atusaidie sana, tusamehe. And I'm asking the Lord to help us and forgive us. Natubu